ni kitabu chenye kurasa. Kwanza jinsi gani kwanza nilikuwa nimekumisi. Naona sasa ndo katoka ulimi hapo kananichanganya mwanzo. Sema tuachane na kwa nimekumisi sana baby. Nimekumisi pia ndo maana niko hapa. Kweli. Asante baby. Kwa hiyo umeamua kuniletea mwanamke mpaka hadi huku ndani kwangu Kaju? Si bora basi ungempeleka hata gesti. Nini hicho unanifanyia mume wangu? Ona basi hata aibu, mheshimu hata mke wako mume wangu. Mambo gani tunakuja kuzadilishana, majirani wanaona huko mume wangu? Ina maana ulitegemea unavyoondoka humu nisipate mwanamke mwingine au ulitegemea nini? Na kingine nilikwambie tu. Kwanza nilisha kuchoka tayari. Hivi ulizani wewe ni pumzi ambayo ukiondoka nitashinda kuishi mimi? Nisikilize wewe mwanamke. Najua machafu yako yote ambayo ulikuwa unayafanya. Umetembea na marafiki zangu. Na kwa kuwa una kazi nzuri, ukashindwa kuniheshimu na kujua thamani ya mume. Sasa basi, kwa kuwa uliamua kuondoka, kilichokurudisha nyumbani kwangu ni nini hasa? Na kuomba toka nyumbani kwangu. Naomba unisamehe mume wangu. Haijalishi tumepita mangapi mume wangu. Haya nazungumzika tu yanapita mume wangu. Naomba unisamehe. Nionee huruma mume wangu. Nateseka mume wangu, bila wewe siwezi kuishi. Huwezi kuishi bila mimi? Mimi natembea na pumzi yako? Au mimi ni Mungu? Koma. Tena ukome kuniita mumeo. Mimi sio mume wako tena. Naomba utoke nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu! Ondoka nyumbani kwangu! Toka! Leo nauliza moyo wangu, nafsi yangu naikera. Mungu Baba, naomba simama na mimi. Kuna watu tu wanamwaga kutoa tu mudi ya watu. Hawajui mtu yuko vipi. Wewe. Umesema una njaa? Kwanza kuchukulia chakula. Lakini pia kuhusu mke wako, muda mwingine tunakubidi kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo mimi sikulaumu sana kwa kile ulichokifanya. Nauliza moyo wangu, nafsi yangu naikera. Mungu Baba, naomba simama na mimi. Baba, hivyo utanitangazia ubaya mpaka lini? Tena katika mambo ambayo hata ushahidi nayo hauna kabisa. Unaenda unaambia watu kama mimi nataka kujiua, yaani nimefanya jaribio la kujinyonga. Wewe una ushahidi wote? Au unaniona kama mimi ni mtu ambaye nimechanganyikiwa labda? Hivi unaweza ukaniambia sababu ni nini? Yaani unaweza ukawa unamtafuta mchawi, alafu kumbe mchawi mwenyewe ni wewe mwenyewe. Embu acha kutoa laana zako zisizokuwa na sababu za msingi. Kwa sababu sio kila laana ya mzazi inafika kwa mtoto. Yaani unaweza ukawa unahisi unanilaani mimi, kumbe unajilaani mwenyewe baba. Na siku ikitokea nikafungua mdomo wangu, nikaongea yaliyo katika moyo wangu, basi hiyo siku ndio siku ambayo tutapeana urithi wa majengo. Na majengo hayo yenyewe yako matatu. Kuna kaburi, jela, pamoja na hospitali. Tutarithi mawili kati ya hayo majengo.
Umemaliza? Nakuuliza, umemaliza? Swali lingine, unanitisha unanitisha mimi, si ndio? Hivi nikuuliza swali moja, wewe umelogwa au umelogezewa kwangu? Au mimi kusumbua akili yangu, kupoteza muda wangu, kuingia gharama ya pesa ili wewe usome, matokeo yake ndio haya, si ndio maana yake? Au wewe kuwa mtoto wa pekee ndio umejiona kabisa kwamba ushamaliza, ukija kwangu unaongea unavyotaka, si ndio? Sikiza nikwambie, sikiza nikwambie Sam, uwepo wako hapa msababishi ni mimi. Kuiona dunia ni baada ya mimi kukuzaa, kukua ni baada ya mimi kukulea, na kusoma ni baada ya mimi kugharamika. Na kama ni huo ujana labda ambao unakupa kiburi, mimi najua zaidi kuliko hiyo, kwa sababu utoto tunaujua wote, ujana tunaujua wote, lakini uzee naujua mimi, wewe hujui. Na kama hizo ndivyo ambazo nataka kunitisha nazo, sawa wote tuna ndevu. Alafu kikubwa zaidi, za kwangu zimetangulia za kwako, alafu za kwako zimetoka ndani ya za kwangu. Ila kama vipi, kama yote umeona nilioeleza labda hayana maana, na hayo unahisi kwamba nimeyafanya labda una imani nayo, basi niue. Sam, niue! I say kill me, Sam. Nisikilize baba, nikwambie, ulivyo navyo wewe na mimi ninavyo vyote. Yaani sana sana ulichonizidi ni upumbavu tu na ujinga. Sijui unanielewa? Wewe mzee, wewe nilikuuliza kwamba unanitisha, hukujibu. Kwa sasa umeonyesha kabisa kwamba unanitisha, si ndio? Labda umeona kwamba kukishika hicho kisu ndio utaibadili akili yangu, sivyo? Niliyoyapanga ndio yale. Au unataka uniue ubaki yatima, si ndio? Uyatima utabaki nao, lakini ukweli utabaki pale pale. Kazee haka hakajui tu namna kanavyonichanganya. Aisee, umevunjika kimya kimya na machozi yanadondoka bila sauti. Baba yangu, kwa nini umechukua furaha yangu? Kwa nini umechoma moyo? Hivi wewe ndo unajikuta mrembo sana kuchukua ume za watu, si ndio? Na kuuliza wewe, na ukae ukijua kwamba wewe ni kimada tu kama vimada wengine, mimi ndo mke halisi. Umenielewa? Tena nakuomba mkome mme wangu, yule ni mme wangu, na huu moto leo uanzisha utauzima mwenyewe. Nisikilize kwa umakini. Kama mwanaume wako amesubutu kukuacha mbele yangu, hivyo nafikiria bado natamani kwake? Alafu mzinga wa nyuki uliotengeneza peke yako, usifikiri kuvuna peke yako. Mimi nikushauri tu kwamba achana na mwanaume ambaye hakutaki. Mimi naona kwa sasa ufikirie tu mambo mengine, achane na mwanaume ambaye hakufikiri na wala hatarajii kuwa na wewe tena. Labda mimi sio mtoto wa Kichaga na utajua. Mama, usinitishe. Alafu ukisikia fungu la kukosa ndo wewe. Afue mbwa wewe, nitakutafuta.
Nisikiza Samsoni. Kama unaona kutoa hasira ni kunipiga, piga. Piga. Piga, mbona shindwa? Hivi ni kitu gani kilichokufanya wewe nyanyua miguu yako uende ukamwambia mzee wangu kama mimi nataka kujiua? Wewe una akili timamu wewe? Na kuuliza, una akili timamu kichwani mwako? Kama wewe kweli ni rafiki na unanitakia mema, kwa nini usihangaike ujue tatizo ni nini? Kwa nini usipambane ujue nimefanya vile kwa sababu gani? Unaenda kunitengenezea mazingira gani kwa baba yangu? Unahisi mimi ananionaje? Sasa umeshamwambia, akashamwambia kila mtu, jamii inanionaje mimi? Sasa hapo umejenga kama rafiki yangu, umeendelea kunibomolea katika kitu ambacho umekifanya sijakipenda tangu tumeanza urafiki na wewe. Ni hichi. Nisikilize Samsoni, kila mmoja hapa duniani ana matatizo yake, lakini matatizo hayafanyi wewe ujiue. Unaona kujiua ni busara sana au ni pumbavu ambao unafanya? Au unajiona wewe ndio matatizo peke yako? Umebebea matatizo ya watu dunia nzima. Samsoni, kama bado unaona hiyo ni siri, basi nikwambie tu, uliongea kila kitu na kila kitu nakijua. Kama unapoteza kumbukumbu ni wewe na sio mimi. Samsoni, labda nikwambie kitu ambacho ukijui. Wewe umenizidi elimu tu na mali na sio maarifa na fikra, wala maamuzi ya kujichukulia kipumbavu kama wewe unayochukua. Unachukua maamuzi ya kujiua. Nisikilize nikwambie vizuri wewe. Niache na upumbavu wangu na ujinga wangu na ushenzi wangu, upuuzi wangu na namna ya kutochukua maamuzi unavyohisi wewe. Niache hivyo hivyo kwa sababu nimekupa nafasi kubwa katika urafiki wetu, lakini wewe umeshindwa kutumia vizuri hiyo nafasi. Sasa nachotaka kukuambia, kama unataka urafiki wetu uvunjike, hata sasa hivi niko tayari. Samsoni, mtu kukosa pesa haimaanishi anakosa ushauri wa kujenga. Kama unachukulia kawaida kwa sababu ya ufukara wangu, sawa. Labda tu nikwambie, usinichukulie kiwepesi kwa sababu unanipata kwa wakati, ila kuna wengine wanatamani wapate angalau dakika 5 tu za kuzungumza na mimi. Alafu sijui, lakini sasa nikwambie tu, siwezi kuwa na akili za kipuzi na za kipumbavu kama wewe. Lisa, naomba unisikilize basi. Hebu naomba uachane na yule jamaa. Hivi unanionaje kwanza? Unanionaje? Nitajitahidi nibadilishe maisha yako. Jaribu kuachana na yule jamaa, afu nisikilize. Kama ni pesa nitakupatia. Niliongea na Kaju, aje kuelekeze. Na nilipatia pesa kuletee. Na hizo pesa za mboga tu. Nitakupatia pesa nyingi sana. Tofauti hata na hizo nilizompatia. Kikubwa tu hapo natakiwa unisikilize mimi. Ukishanisikiliza nitabadilisha maisha yako. Kila kitu unachokihitaji mimi nitakupatia. Tom, mapenzi sio pesa. Mapenzi ni jela yenye furaha. Mbona unalazimisha nikupende Tom? Hivi unadhani mimi naweza ngakupendea kwa hizo pesa zako ulizokuwa nazo? Nina mume wangu tena na mheshimu na tunapendana. Tupo katika jela ya mapenzi tena yenye furaha. Usitake kuharibu furaha yangu na mume wangu. Sawa? Halafu nikukumbushe kitu. Kwanza zawadi zako nilizipokea. Nashukuru sana kwa upendo wako na kwa kujali. Lakini kamwe sitokuja kukupenda na sitokuja kukuamini na sitokuja kukupa nafasi kwenye moyo wangu. Ila ukitaka nianze kupenda pesa zako naweza. Ila ukijua sitokuja kukupenda kamwe. Sawa, najua pesa sio kitu chochote. Lakini Lisa, mwanamke ni maua. Na maua ile yachanue yanahitaji kumwagiliwa. Na kitu kikubwa ambacho nitakufanya, nitamwagilia pesa juu yako. Tom, naona unajisaulisha sasa. Nimeshakwambia mimi ni mke wa mtu. Naomba ukumbuke hilo. Mbona kichwa chako hakikumbuki? Halafu acha kuota ndoto za alinacha. Sawa? Ni muda wa kurudi mume wangu nyumbani. Kwa hiyo naomba uniache niende kwa mume wangu. Ni kitabu Lisa, chenye kurasa nyingi mpenzi. Kuna kurasa
wewe nitakupata. Wachezea nguvu ya pesa, nitakupata. Tusome wote. Raha yangu mwandani ni wewe mpenzi wangu. Siku hazifanani, nipende mpenzi wangu. Uaminifu na thamani. Hebu usilete utani unafanana na ukweli au ukweli unafanana na utani. Sikiza. Katika chunguza yangu nimegundua kwamba wewe na mumeo mnanichora. Nasema hivyo kwa sababu si rahisi mtoto niliyemzaa, mtoto alitoka mwilini mwangu, aje na kwanza kunipayukia maneno makali na kunitisha, na mpaka inafikia hatua anatamka kabisa kwamba ataniua. Si bure. Asingeasema hayo. Kuna uwezekano mkubwa kwamba ushamwambia kila kitu. Hivi Sha, unanichukua mimi mtoto mdogo eh? Mimi za mama. Hivi unaona mimi ni mpuuzi kiasi hicho? Yaani nifanye uchafu, alafu nini nikamwambie mume wangu? Alafu kati ya yeye na wewe, ni nani wa kwanza mimi kuwa naye kwenye mahusiano? Alafu leo hii ni kuache wewe niambatane na yeye. Hali ya kuwa hata hiyo elimu alienda kuifuata huko nje haimsaidii hata kwenye kufanya maamuzi. Yaani katoka Ulaya na bado kafika hapa ukampa na nyumba ya kuishi. Yaani unajua kuna muda najiona kabisa ninaishi na mwanamke mwenzangu ambaye tunaliona mwanaume huyu. Alafu wewe kuwa makini sana. Kwa sababu nikitaka kulimwaga, ninalimwaga. Tena ninaweza nikaribu kote kote. Sasa usije ukajisahau kisa umemwona mke wako amesafiri. Kuwa makini. Sikiza. Usichukulie madhaifu yangu ikawa ndio sababu ya kunitisha na kuniambia chochote unachokitaka. Nilishatamka kabisa kwamba kama tatizo linalompata kijana wangu ni Mungu mwenyewe, basi asante Mungu na aendelee kulifanya, nitamuomba alipongoze. Lakini kama linahusishwa na binadamu, nikimtambua, nitakula naye sahani moja, nitapakia naye gari moja na nauli nitalipa mimi, nitalala naye kitanda kimoja na nitafunika shuka moja. Sasa katika sala zako za usiku na mchana, omba sana isije ikakutikana kwamba kweli limesababishwa na binadamu, na katika binadamu hao miongoni mwao ni wewe. Sitajali kwamba eti tumetoka wapi, sijui tumefanya mangapi. Nikujulisha tu kitu kimoja, hayo tuliyofanya na tulipo sio sababu ya msingi. Tambua kwamba hata maji masafi ambayo yako ndani ya pipa, maji ya kunywa, yanaweza sekunde moja au dakika moja yakachafuliwa na kikombe hiki kimoja cha sabuni. Kwanza hilo. La pili, watu 10 wenye afya zao wanaweza wakaambukizwa malaria na mbu mmoja wakafa. La tatu, chakula kilichonunuliwa kwa gharama, kikapikwa kwa gharama, kinaweza kikachachishwa na nzi huyu. Na la mwisho kabisa, ndoa na harusi vilivyofanyika kwa gharama, watu wakala wakashiba wakalala, inaweza ikavuja na meseji hii mmoja ya salio la kukopa, salio la 500, tena mtu alikosea namba. Sasa unachotakiwa kuwa makini, usije hiyo sabuni hiyo inayochafua maji ikawa ni wewe, huyo mbu akawa ni wewe, na hiyo meseji ikawa ni wewe pia. Kuwa makini. We mzee, mchezo unaotaka kuucheza kijumbe ni mimi. Sasa angalia sana karata zako, usije ukalamba mavi ama jokeli. Kwa hiyo umeamua kunitusi. Sasa sikiza, hayo mavi na lamba utalamba wewe chooni. Siku zote mtu anayojionaga mwamba
akiambiwa ukweli anaona kama anatusiwa, lakini yote kwa yote huo ndio ukweli. Hivi nimekuwa mpumbavu kiasi gani? Yaani mtu anatembea na mke wangu na bado anaenda kunitangazia kwa marafiki zangu kwamba mimi na matatizo na sitaki kusema chochote. Au marafiki zangu wanakuja wananipiga mimi makofi. Hivi wananichukulia mimi kama mpumbavu, wananiona mimi kama fala, mjinga, wananichukulia kama punching bag, yani how come? Aisee, hili kwa kweli siwezi nikalifumbia macho. Yaani siwezi nikalifumbia macho. Hapana. This is too much. Mbona shtuka hivyo? Najua unachokiwaza. Samsoni, kama nachokiwaza kwenye akili yangu na wewe ndio unawaza upumbavu kama huo huo. Kama bado unawaza kujiua, Samsoni, labda nikuambie tu, sehemu yoyote ambaye kunanukia nafsi ya mauti, ujue Israeli hawezi kukaa mbali. Atakuwa anacheza rada hiyo hiyo. Sasa kama unawaza ujinga wako, nikwambie tu bro, unawaza upumbavu ulio kisiri. Samani kwa kuingilia mambo yako, lakini mimi nilikuwa napita tu, lakini nikakuona na mawazo, nikaona bora nikufuate. Mimi naenda zangu. Kiumbani, nilishakwambia ukae mbali na maisha yangu. Nilikuwa na maanisha wala stani. Kwa sababu wewe kwangu ni kama snitch tu. Yaani wewe ni rafiki yangu, alafu bado hauna hata kaba unakwenda kumweleza babangu kwamba mimi nimetaka kujinyonga. Yaani hii inaonyesha kabisa kwamba vitu ambavyo naongea mimi na wewe ambavyo ni vya siri, wewe unavipeleka kwa watu. Yaani ina maana mimi kabisa, yaani natembea kama niko uchi mtaani. Yaani sio siri tena. Ina maana ninavyotembea mtaani kila mtu anajua siri zangu mimi ambazo nimekueleza wewe. Sasa ina faida gani ya mimi na wewe kuwa marafiki? Kuna faida gani ya mimi kuwa nakueleza vitu vyangu wewe? Sasa vitu nimevianika tu. Sasa wewe si snitch tu. Sasa unanifanyia usnitch ndugu yangu. Samsoni, labda nikuambie kitu ambacho ukijui. Snitch hawezi kuwa rafiki hata siku moja. Snitch atabaki kuwa snitch na rafiki atabaki kuwa rafiki. Mimi leo naonekana snitch, lakini mimi huyo ambaye ni snitch kwako wewe ndio niliye kuokoa kwenye kitanzi. Mimi huyo leo naonekana ni snitch kwako wewe. Asante sana. Leo naonekana snitch. Labda tu nikwambie kitu. Choo siku zote huwa kinanuka. Lakini mtu anapobanwa na haja huwa anatamani kwenda kujistiri kwenye hiyo choo. Lakini anapotaka kula anaona choo kibaya. Mimi kama choo. Leo nanuka, lakini ipo siku unaponihitaji unataka kuja kujistiri kwangu mimi. Naenda bro. Sitaki ugomvi na wewe. Kama unaona mimi snitch, I don't care. Moyo wangu umevunjika kimya kimya, na machozi yanadondoka bila sauti. Baba yangu, kwa nini umechukua furaha? Kaka jamaa kanajikuta nani? Yaani
kanajikuta nani na kalivyo kembamba, yani ikitokea tu angalau hata kaupepo kakampuliza tu kanaanguka, lakini niacha naye tu, ataniumiza akili yangu. Nilidhani damu haiwezi kunisaliti, nilidhani upendo hauwezi kuniumiza, lakini leo nimebaki. Ni kitabu chenye kurasa nyingi mpenzi. Jamaa namgusa mke wangu hivi. Yaani kwa jinsi nilivyokuwa na wivu. Hata nzi akimgusa mke wangu naua. Wewe nita upumbavu. Yaani nimenunua sumu ya mende, nimenunua sumu ya mbu ili mradi wasimguse mke wangu. Huyu